Kutoka. Bwana asifiwe sana. Vitu vimefanyika, watu wameishi maisha yao bila kujua kwamba yale wanaofanya ina influence maisha ya watu wengine watakaozaliwa. Bwana asifiwe sana. Umeokoka, hujaokoka, jue tu kwamba kila kitu unapofanya ni mbegu. It is a seed. The goodness that you do to anyone is a seed that is planted for a generation, ambayo inahitaji kazi ifanyike kwako. Ndivyo nataka nishughulikie. Bwana asifiwe sana. Sijawahi shughulikia hapo, lakini nitaenda. Mungu anisaidie na muda nilionavyo ili niweze kumaliza. Bwana asifiwe sana. Ni huduma muhimu sana, ni ya kwetu sisi wachungaji. Ukilisusa sio nzuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Jana nilienda kutafuta zero brain. Kweli ningependa kama kuna kamera ingekuwepo waweke kidogo ile nyama ili watu wamuone. Niliposoma, yani pale taarifa inatoka kwamba hata kwenye bwawa yenye mamba wa kalikali wanaruka pale ndani wote, kwa sababu mmoja ameenda, wote wanaingia humo na wanakufa, wengi wanakufa. Sijui ni mlango tu wa neema ya Mungu juu ya haya nyama. Mungu anavyoumba kila nyama anawabariki kidogo, wao pia wana neema kujua kwamba kuna mtu ambaye anaweza kutuelekeza haya mazibra ili waweze kuwafuata. Bwana asifiwe sana. Tusiwe kama wale. Bwana asifiwe sana. Mungu atupe kwa watu wenye hekima. Tumepata mafundisho ya kutosha kutoka kila moja nao nena hapa juu. Ukifuata tu maisha yako inakuwa tofauti kabisa. Bwana asifiwe sana. Nimefurahi. Nilikuwa naona wanaporuka kutoka milima juu pale, nyingine vunja miguu, nyingine wanakufa hapo, lakini bado wanaendelea tu. Nasema hapo kama ni ujinga gani kama hivi? Mpaka jana ambao umeweka kazo. Nashukuru sana. Bwana asifiwe sana. Tuna watu kama hivi ambao haeleweki, ukimwambia kila kitu he is not understanding. Tufanyeje? Nitatoa dawa leo. Bwana asifiwe sana. Okay, Isaya 58 mstari wa 6. Watusomee Isaya 58 mstari wa 6. Isaya 58 mstari wa 6. Je, saumu niliyoichagua sio ya namna hii: kufungua vifungo vya uovu, kuzilegeza kamba za nira, kuacha huru walioonewa, na kwamba mvunje kila nira? Bwana asifiwe sana. As I said, na kama nilivyosema, nina muda mfupi, lakini tutafanya tutakavyofanya. Kondoo, kuna aina ya kondoo ambao wapo kama zero brain. Hawaelewi kitu chochote. Ni kama brain imejam. Computer ikiwa imejam, inabidi tufanye formatting. Mambo haendi. Yeye haelewi. Anafanya aina zote ya maombi, hakuna kitu ambao inabadilika ndani mwake. Bado ipo katika shimo. Bwana asifiwe sana. Tufanyeje? Kuna yule ambaye amekuja na ameona vitu kufanyika katika familia yao, watu kuteseka, aina ya mgonjwa fulani imekuwa janga, wote wanateseka na yeye ameanza kuteseka. Anaomba aondoke na ashaweka kwenye akili yake, mama amesema, anasema siwezi kupona. Mama sema baba walifundisha kwamba hawezi kupona, ashakubali kwamba hawezi kupona, na unakuja kuomba, unamwombea nini? Ashakubali hawezi kupona. Lakini kama anakubali anaweza, atapona tu. Utakuwa unafanya kazi ambayo inawezekana. Biblia yangu inasema kule Yerusalemu ndio Yesu alipozarauliwa. Walisema kuna kitu kizuri ambao yawezaye kutoka Yerusalemu. Na huyu si mwana wa nani? Fundi wa seremali. Na imani ilikuwa hamna, na Biblia inashuhudia kwamba kulikuwa na miujiza mdogo, very little, kule Bethlehem. Bwana asifiwe sana.
kwa sababu imani ilikuwa hamna. Wameona kwamba hawezi. Kama hawezi, basi jue tu kwamba hutapona. Shida sio mchungaji, shida ni wewe. Bwana asifiwe sana. Yesu aliposimama siku ile na akisoma kifungo cha Isaya 61 mstari wa kwanza na wa pili. Roho ya Bwana Mungu juu yangu. Yes. Kwa sababu Bwana amenitia mafuta niwahubiri wanyenyekevu habari njema. Amenituma ili kuwaganga waliovunjika moyo, kuwatangazia mateka uhuru wao, na hao waliofungwa habari za kufunguliwa kwao, kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa na siku ya kisasi cha Mungu wetu, kuwafariji wote waliao. Amen. Amen. Bwana Yesu alisema imetimia hii maandiko. Yametimia kwa sababu anaokuja kuganga yupo. Anaokuja kuweka uhuru wa waliofungwa yupo. Anaokuja kutengeneza wapi ilipoharibika yupo, amekuja na yupo amesimama mbele yenu. Na watu wameshangaa na kila mmoja alimtizama kwa macho, walifungua tena, anasema nini? Anaelewa anaposema, lakini Kristo alimaanisha alipokuwa anasema. Bwana asifiwe sana. Na katika kufanya ile ndipo alitembea kuponya watu, alitembea kufungua watu, alitembea kurekebisha wapi ilikuwa imeharibika. Lakini kuna sehemu nyingine ambayo iliacha kwa ajili yetu. Bwana asifiwe sana. Na alituonyesha kuna watu ambao hawaelewi vitu mbalimbali ambao Kristo alipofanya ilikuwa kama mafunzo kwetu. Ilibidi tuzame ndani kutafuta rema ya yale ambao alikuwa anafanya ili tuweze kuitumia kwa manufaa ya kanisa. Bwana asifiwe sana. Kuna Yohana 11. Yohana 11 kuna historia ambao pale ambao tunakimbia tu. Alipo fufua Lazaro. Alifufua Lazaro na Lazaro anatoka. Nafikiri ni nzuri tusome kwa sababu tutakuwa naliongea. Yohana 11 kuanzia 40. Let me think just 40 mpaka 44. Yohana 11 mstari wa 40 mpaka 44. Yesu akamwambia, mimi sikukuambia ya kwamba ukiamini utauona utukufu wa Mungu? Basi wakaliondoa lile jiwe. Yesu akainua macho yake juu akasema, Baba, nakushukuru kwa kuwa umenisikia. Nami nalijua ya kuwa wewe wanisikia siku zote. Lakini kwa ajili ya mkutano huu wanaohudhuria nalisema haya, ili wapate kusadiki kwamba ndiwe uliyenituma. Naye akiisha kusema hayo akalia kwa sauti kuu, Lazaro, toka nje. Akatoka nje yule aliyekufa, amefungwa sanda miguuni na mikononi, na uso wake amefungwa leso. Naye Yesu akawaambia, mfungueni mkamwache aende zake. Amen. Fungueni umwache aende zake. Una Biblia yako, ukipiga mstari pale utakuwa umefanya vema. Untie him and let him go. Ni kazi kubwa ambao ipo pale katika ku-untie. Mfungueni. Tupo kwenye kazi ya kufungua. Tupo kwenye kazi ya kuweka watu waliofungwa huru. Tupo kwenye kazi ya kubomoa kazi ya laana zilizowekwa juu ya watu kwa kizazi na kizazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapata mateso ya vitu ambao uelewi imetoka wapi. Angalieni, tunapookoka, watu wanapookoka, watu 10 wameokoka mara moja. Na neema ya Mungu imekuja mara moja juu ya kila moja. Hii neema ya Mungu inakuja sawa na maisha ya nyuma. Acha nikuambie kuna vitu vingi ambao halipo, lakini nielewe. Sawa na maisha ya nyuma ya wapi anapotoka. Tunaongea habari ya baraka paka kizazi cha 1000. Tunaongea laana juu ya kizazi cha 3 na cha 4 katika Kumbukumbu la Torati
na kitabu cha Kutoka. Bwana asifiwe sana. Vitu vimefanyika, watu wameishi maisha yao bila kujua kwamba yale wanaofanya ina influence maisha ya watu wengine watakaozaliwa. Bwana asifiwe sana. Umeokoka hujaokoka, jue tu kwamba kila kitu unapofanya ni mbegu. It is a seed. The goodness that you do to anyone is a seed that is planted for a generation. Bwana asifiwe sana. Kulikuwa na Rebecca Brown ambaye aliteseka tatizo la vidonda vya tumbo. Ilikuwa cancer. Was cancer. He suffered from cancer. Na aliteseka, na ilikuwa kitu cha familia. Mama alikufa cancer ziwa. Na madada wanapofika umri fulani 40 something years and above wanakufa. Na alipofika yeye mwenyewe ilimkuta. Bwana asifiwe sana. Na akasema si mimi ni mtoto wa Mungu, si mimi ni mchungaji, hatakiwi kitu kama hichi kwangu. Na alifanya maombi maombi yote, but he was still there. Aliteseka. Sijui kama tumesoma kitabu hikile. Ilibidi atafute msaada kwa watu wengine, watumishi wa Mungu wengine, ili wamshauri namna ya kuishughulikia ili apate uhuru. Alipata uhuru. Nifuatilie utajua alichofanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kansa ambayo imetoka nyuma kutoka familia yako inaweza kuondoka. Vidonda vya tumbo iliyotoka kutoka familia inaweza kuondoka. Sijui ni zero brain wa namna gani iliyokuja kutoka familia inaweza kuondoka. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu Yesu alisema mfungue yule, mwache aende zake. Alimaanisha, alikuwa analeta ujumbe kwao kwamba japo kwa amekufa anaishi. Alilala tu, yupo hapa, yuko hai, ana uzima ya kutosha. Lakini muangalie vizuri, amefungwa, si ndio? Imefungwa aoni vizuri, mkono imefungwa atumii vizuri, miguu imefunga atembei vizuri. Everything had a problem except for life. Kuna watu wamepinga mafundisho haya, lakini I want to tell you, wise people always have a step ahead. Mtu mwenye hekima ana miguu mbele. Ni kama unatoka na tunakimbia tunarudi Dar es Salaam na unasema ngoja nichukue bicycle, na kuna gari ambayo inaweza kukufikia haraka. Bwana asifiwe sana. Tufuate yale ambayo Bwana aliweka mbele yetu, tuwe watu wa hekima, tupate kuingia katika uhuru, tukubali ukweli za vitu ambavyo iko mbele yetu ili tufungue watu. Yuko hai, anao uhai wa Bwana ndani mwake, lakini yuko limited. Kuna vitu ambavyo inatendeka kwake, haelewi kwa nini inafanyika hivi, lakini yupo humo. Warumi sura ya 7 kuanzia 7 inasema nataka kufanya mema. The good thing that I want to do, I can do. There is a law that is at work in me. A law that makes me a slave. Nimekuwa mtumwa, nafanya vitu nisiyotaka kufanya. I am in sin. I sin. I don't like that, but I find myself doing that. Sheria ya dhambi na mauti inakuwa kwa kasi ndani ya huyo mtu. Amefanya yote, Bishop alizungumza jana, anafanya yote ili atoke, lakini hafanikiwi. Imekuwa kero kwake, anajiona bado sijaokoka, kwa sababu kuna bado hiki kitu ambayo inanisumbua. Nimebanwa hapa na wengine wanaopaka iko ndani mwao. Nilikuwa na madisia Mwalimu Frank, kuna vitu vingine ambavyo ipo ndani mwako usemi kwa sababu ni aibu. Umelala na unajikuta upo kwenye mahusiano na mtu ambao sio mke wako, sio mume wako, na unaamka watu wanasikia. Mtu atasikia, atasema kwenye ndoto, atasema ilitendeka, nilikuwepo, nilimsikia kusema, lakini ni ndoto tu. Na mimi hapa nitakwambia usiishike tu kwamba ni ndoto tu.
aliyesababisha vitu kama hivi anakusudi kukuzuia ili usikue kama inavyotakiwa. Anakusudi kukunyonya ili usiingie katika mafanikio ambayo Bwana ameweka kwa ajili yako. Bwana asifiwe sana. Nilipokea case moja ya binti alikuja kuniona ofisini. Na kaniambia wapi nilipo maziwa inamwaga, inatoka. Nataka unisaidie. Nina mtu ambao ananitembea. Kila ninapolala lazima aje. Na akifika anafanya anapotaka, na mwisho wa siku nimejikuta nina mimba. Mimba ambayo inakuja usiku. Mchana asubuhi inapofika uko salama. Usiku ukilala mimba ipo. Na ameendelea na mimba yake paka akajifungua mtoto. Na yule bwana akachukua mtoto kaondoka nalo. Na kila siku anamleta yule mtoto na maziwa ipo, anamnyonyesha mtoto na beba anaondoka nalo. Na kaniambie, baba, nikifinya hapa inatoka, hata hapa inatoka. Imehamishwa kutoka ulimwengu wa roho na imekuja katika ulimwengu wa mwili kwa sababu hajashughulikiwa. Nilikuwa namhudumia mtu mwingine hapo Mbezi. Tuna binti yetu moja pale. Alipoepo pale rafiki yake ndio akaona akasema, nina shida, nimwambie nifuate. Na alikuja. Bwana asifiwe sana. Na alipata, nilimuombea, nilichukua yale ambao nitawapa. Tulifanyia kazi. Na mwisho wa siku kajia uhuru, iliisha. Maziwa ili stop na iliisha ile kwa sababu tulishughulikia hawa maroho ambao wanamfuatilia. Bwana asifiwe sana. Maroho ya incubus na succubus kwa wale ambao wanasoma kidogo ya usiku wapo kazini. Bwana asifiwe sana. Ukipata ndoto kama hivi, wengine watakwambia kama ni kawaida tu. Mbona inatokea? Sio kawaida kwa mtu wa Mungu anaojielewa. Wewe ni mtumwa, wanakulazimisha kitu ambao sio, na lazima ufanyiwe kazi, ufunguliwe. Bwana asifiwe sana. Ukishafunguliwa unajikuta uko huru. Bwana asifiwe sana. Kuna sekta nyingi tu ambao Bwana anataka kazi ifanyike. Kuna aina ya, sisemi kwamba ni general katika maisha ya kila moja. Wengine wanajikuta sisi tumeokoka, sio jamani? Watoto wetu tunafanya vyote inavyotakiwa, hata fimbo. Natumia fimbo kuhakikisha kama wanangu wanafuata njia za Bwana. Bwana asifiwe sana. Imesema ujinga imekaa ndani ya mtoto. Nini naondoa? Fimbo ya adabu. Tutaomba, tutashauri, lakini ifike sehemu tunatandika. Bwana asifiwe sana. Paulo anasema mara 5 nimepewa 40 kasoro moja. Nini? Walitafuta kumweka kwenye njia kwa sababu kwao waliona huyu mtu yupo nje. Tumrudishe kwenye njia. Bwana Yesu asifiwe sana. Usikaa na kusema nampenda mtoto. Kuna nchi fulani ambaye ni nzuri hata kuwataja ili wajue wakituona kwenye tandao kwamba wanapofanya sio. Tulipokea missionary wetu kutoka sijui Ubelgiki. Alikuja wakati ambao ibada inaendelea, mtoto katoka pale kaingia, kafanya vuu, kanasumbua. Baba na mama wamekaa wanamwangalia mtoto wao. Ili niuma. Nasema aina gani ya mtoto kama hivi? Hata heshima hana. Mnaleleaje mtoto wenu? Wakatuambie huyo mtoto ukimpiga serikali inamnyang'anya, inachukua mtoto wako. Serikali itamchukua mtoto. Sasa niwaambie sasa, hii aina gani ya serikali? Shetani anatawala kwa sababu hamna watu wanaoomba ili kuweka nchi yao sawa. Sheria za kijinga ndio inavyotawala. Bwana asifiwe sana. Na watoto wanakuwa na mamlaka yao na wanaendesha mababa. Bishop mzee wetu ambao unajua, baba ZTF anasema alikuwepo kuna wakati ambao alikuwa anaelekea sijui ni Britain, lakini alipita Ujerumani. Na kule missionary alikuja na mtoto amesumbua kwa sababu anaelewa kwamba kuna makamera hapa na pale ambayo ilikuwa anachungulia sana. Unajua watu wanachungulia. Wewe chapa mtoto apike. Basi watu wa nini wa social wave wanakuja kukuchukua, twende upate kujibu. Alishika mtoto tu, twende, no, let's go. Na akamchukua wakaenda chooni. Kaingia naye pale. Kamchapa.
Naambia futa macho yako vizuri sana. Kaifuta vizuri, akarudi zao. Alifanya vema. Sema amina. Tusiache watoto kuharibika bwana. Wewe ni mchungaji, chunga kondoo wako. Mungu amekupa dhamana, unawajua, unaweza, fanya kazi. Ukiona kitu ambao inaenda ovyo, atakuuliza wewe. Mmoja akipotea, Bwana atakuuliza. Ukiona kwamba hafai huyu, ameharibika, ni mzinzi, anavuta sigara, sijui nini kama hivi, alafu unamwacha ili arudi dunia, damu yake juu yako. Fanya ya kwako, put everything. Paulo anasema fanya yote inavyotakiwa ili muokoe yule mtu. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Tukigundua kwamba ana shida, nenda kwa upendo, nenda kwa upole, umsaidie ili afunguliwe. Akifunguka atapona. Bwana asifiwe sana. Kazi yetu ni kufungua wale ambao Bwana amefunga. Nimewahadisia kwamba mara nyingine ni jambo la familia. Tumeongea habari ya uchumi ambao umepata kwa njia ambao sio halali. Umeweka katika familia, na hiyo hela watu wengine hawajafurahi hata hiyo hela ya wizi. Wameiba hela ya serikali na wamekuwa matajiri na wamemiliki hiki na kile vitu vingi tu, na mwisho wa siku anakufa maskini. Hata kama anakufa na watoto wanakuja kukuta ile utajiri, yatapita, haitaendelea kwa sababu chanzo chake mbaya, mbovu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi na wewe tunapaswa kuangalia wale ambao wapo mbele yetu na kuangalia namna ya kuwabadilisha, kuwachange, kuwahudumia. Ni mimi na wewe ambao tulipokea. Mfungueni, mfungue, usimwache kama alivyo. Huyu mtu ana uhai. Huyu mtu Bwana ameweka mkono juu yake, tusimwache kama alivyo. Tuifanyie kazi ili akaa sawa. Atadumu ndani ya kanisa ikiwa tunamsaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Na unaweza. Bwana Yesu asifiwe sana. Endelea kunisikia. Yesu alikuwa anaonyesha vile vile kwamba japo kwa umekufa, unaweza kuishi na uzima wa milele ambao unatangaza kwenu, au ufalme wa mbinguni. Kufa na kufufuka yanawezekana. Ilifanyika kwake yeye baada Lazaro alikufa na alifufuka. Na sisi tuna uhakika kwamba tukifa tutafufuka. Bwana Yesu asifiwe sana. We will be resurrected, na tutakuwa pamoja naye. Mamlaka na hayo yote imeweka kwetu. Alisema Bwana amenipa, Bwana amemtuma, sisi tumetumwa. Kumbukumbu la Torati 5 mstari wa 9. Kumbukumbu la Torati 5 mstari wa 9. Kutoka kitabu cha Kutoka 20 mstari wa 5 hadi 6. Bwana asifiwe sana. Hawa watu lazima wapewe msaada. Kina Lazaro ambao wapo kati yetu lazima wasaidiwe. Bwana asifiwe sana. Kina Lazaro wasiri. Kina Lazaro ambao ni wasiri. Wale ambao wanateseka kisirisiri. Yupo mchungaji akisema tunaenda huku, yeye anampinga na mchungaji ndani ya moyo wake. Watu hawaoni, lakini unajijua. Ujue una shida. Bwana asifiwe sana. Na inabidi usaidiwe. Kuna Lazaro ambao wanaonekana, na wengi wao wanaonekana kwa sababu ya upungufu kwenye njia ambao Bwana ameweka mbele yetu. Hawawezi kujificha. Nuru yenu ing'are mbele ya watu ili wamtukuze Baba. Nuru yao haing'ai. Bwana Yesu asifiwe sana. Na inabidi wapewe msaada. Bwana asifiwe sana. Paulo amesema tusiwaache katika Korinto wa pili 11:20 mpaka 28. Kwa upole tuwasaidie ili utukufu wa Mungu waliopotea ipate kurudi. Sababu Warumi 3:23 nasema anaotenda dhambi utukufu wa Mungu imeondoka.
Dhambi inajitenga na Bwana. Mara nyingi akina Lazaro wamefungwa katika dhambi, inawatenganisha na Bwana, na tunapaswa kuhakikisha kwamba tunawarudisha. Bwana asifiwe sana. Chanzo mbalimbali za hizi vitu inaotutenganisha na Bwana ni nyingi tu, ni nyingi. Nimeongea moja tu kwamba wazazi wamefanya mambo. Bibi fulani ni mchawi, babu fulani ni mchawi na ameua watu. Si damu ipo ndani ya juu ya familia? Damu ipo juu ya familia, na ile damu inaleta laana juu yenu. Lazima ushughulikiwe. Lazima wewe ukiokoka usimame kama mkombozi kukomboa familia. Kama Daniel katika kitabu sura ya 9 wa kitabu chake, aliyebeba dhambi ya Waisraeli wote. Bwana asifiwe sana. Usipoishughulikia inabaki pale pale. Kuna DNA fulani ambao imekorofishwa na inaleta kitu ambao sio cha Mungu. Wokovu ipo, lakini ni mtu aliye na upungufu fulani na inajulikana. Lazima afanyiwe kazi. Biblia inatufundisha kwamba imekutwa maiti katika mtaa wenu, jua imeleta laana. Bwana asifiwe sana. Procedure yupo kiserikali kutafuta namna ya kutatua ile shida, lakini kiroho kuna laana. Maana hata mazingira uliopo inaweza kukuaffect. Una wenzetu ambao wametoka huku, wametoka kule, na wanajulikana kwa dhambi fulani au upungufu wa tabia fulani, kwa sababu ukoo wao, kijiji cha baba, kijiji cha mama ni shida, imeambatana naye, linamfuata. Sio mambo ya kwa Tanzania kwamba nimeondoka kijijini, sirudi kijijini kwetu, kwa sababu kule ukienda unakutana na hiki. Naishi tu Dar es Salaam, siendi. Ukienda unaweza kufa mwenzangu. Baki Dar es Salaam. Muda ikitakapofika wa kukufikia watakufikia, kwa sababu ya agano fulani ambao umeingia bila kujua. Bwana asiwe sana. Wazazi wanaingia kwa kujua au kutokujua. Unaposikia utamaduni, sijua sherehe fulani wanapofanya, zinapofanyika kule, ujue kwamba Ibilisi kama si kitu cha Mungu, ni kitu cha Ibilisi. Isipo tukuza Mungu, inamtukuza Ibilisi. Nilipokea binti moja nyumbani kwetu, na alipoingia tu miguu iliumwa mpaka siku ambao tulimfanyia huduma. Miguu yake alikuwa na ruka mzima Makambako. Kalivyoingia tu Dar es Salaam, shida mpaka nyumbani kwangu. Wakampiga na alianza kupotea damu. Period ilikuja aishi, inaendelea tu mpaka damu imeenda karibu inaishi, nguvu imeisha, kanalia tu. Ndivyo mama akaniambia kama naomba njoo. Tukaja kuona, nikamuuliza imeanzaje? Nakaanza kunihadithia kwamba wameniita nirudi kijijini kwa sababu baba ashachukua mali na mimi inabidi niolewe. Sitaki, nimeokoka. Nilipokuja nimempokea Kristo, nimebatizwa, sitaki tena. Lakini alifungwa, na kwenye mateso haya ilibidi asaidiwe. Bwana asifiwe sana. Ndipo mimi ambao najua zaidi ya vitu ambao tunavyoona, nikamuuliza vitu gani ilivyofanyika kwenu toka ulipozaliwa. Kaniambia nakumbuka vitu fulani, sijui ni utamaduni niseme nini. Kuna tradition fulani zinavyofanyika kwa wabinti wadogo, na wanafanya sherehe na watu wanasherekea. Wale binti wote walioona period yao, mwanamke anavyokuwa kama mwanamke akiona period, basi sherehe inafanyika na damu inaonekana na watu wanakula. Si wanatoa wa binti zao kwa miungu. Umeingia katika agano. Nenda Marekani, nenda Uingereza, nenda Brazil, mahali popote, wakikutaka watakupata, kwa sababu agano lina nguvu. Lazima tupate mtu ambao ataibomoa
ili aweke Lazaro huru. Bwana asifiwe sana. Bila hiyo atazunguka na haendi mahali popote, kwa sababu nimezoea. Tumeingia kwenye nini, huduma ya kumaliza na maisha ya kale, haswa kuvunja minyororo ya ibilisi wa familia, na mwisho tulipomaliza iliisha. Yani inaisha tik-tak, sio mambo ya kupotea, kwa sababu umeingia kukubali kwamba nimeingia, wazazi wangu waliingia, na unajua nimeenda kinyume na Bwana, na tubu mbele za Bwana, na kana kila ilipofanyika, na navunja ile agano. Agano inavunjika, hawana mamlaka lolote kuendelea na wewe. Vitu tunavyoona inavyofanyika, paka damu na nyama tunaona, ni vitu ambao imefungwa kwenye madhabahu. Washafanya na inatufuata. Nyingine kizazi cha 20, 30, vitu vilivyofanyika 1500 bado ipo inafuatilia familia na inawazuia wasiokoke ili kushughulikia. Wanaibeba na kuendelea ile familia. Wanachukia Mungu, hawataki. Akisikia tu neno la Mungu hapo anaanza kukimbia. Nimeshapeleka injili, nimeenda mahali, nilipopack pikipiki yangu kipindi kile 2000, nafikiri kwa 2001, nilipopack tu umati wakakimbia. Moja alikuwa hawezi kukimbia, kalikaa tu pale. Nilipomsogea paka kufika, nikagundua analia, machozi inatiririka kweli kweli hapo. Nilikaa nikamtizama, nikasema hapo kama hivi, ninaanzaje? Najua wamekimbia injili, lakini huyu kesi yake ni mbaya zaidi. Hajakimbia kwa sababu pepo amekamatika, na macho inatoka tu inatiririka. Nilimtazama, nikaondoka kufanya muda mwingine kuja kumshughulikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Unaona watu ambao wakisikia unapoleta injili anakimbia haraka, ujue kuna jambo fulani lililofanyika. Mwanadamu lazima apende Mungu wake, muumba wake. Akimchukia ujue jambo fulani lilifanyika ambayo inawaweka mbali, imekorofishwa DNA ya kiroho paka kimwili, na anakimbia, hataki injili. Wataendelea kama hivyo mpaka wapate neema ya kupata mtu kulipa gharama ya wokovu ya mmoja wapo atakao simama kwa ajili ya familia. Ukikaa na wokovu wako bila kuwaza familia yako ambayo hajaokoka, sio nzuri. Acha nikwambie, umeokoka, uwe mkombozi wa familia, waombe. Hakikisha kwamba katika Yerusalemu wako injili inaenea ili wapate kuja. Wasipoelewa, funga kwa ajili yao, omba kwa ajili yao, wapeleke zawadi, tengeneza mawasiliano, weka injili, wape neno, vitabu. Kama ajui, omba apate kuelewa. Na hao watu watakavookoka, utakuwa unatimia yale ambao umeitwa kufanya, na Bwana atakuinua. Bwana asifiwe sana. Bwana ametuita ili tusaidie kufungua watu. La kwanza kabisa ambao tunafanya ili kuwaweka huru waliofungwa, watu waliofungwa, wachawi, waganga wa kienyeji, laana mbalimbali, magonjwa mbalimbali, udhaifu mbalimbali, tunafanyaje kuwaweka huru? Cha kwanza ni kutenganisha. Kuna watu ambao jina wanaobeba ni shida. Jina wanaobeba ni shida, wamewapa majina la agano, na jina lao inazuia baraka lolote, uhai lolote ndani mwao. Wafunguliwe Lazaro wa majina, waende zake, wawe huru. Utagundua mtu maisha yake haendi mahali popote. Sikia hata jina, taabu yapo, unaofahamu hiyo. Namba 2, kumtenganisha na ukoo yenye shida. La kwanza nimesema ni jina. Shughulikie jina lake, ukoo wao, ametoka wapi. Pale kuna vitu mbalimbali ambayo inabidi uingie kuangalia. Je, ilifanyika juu yake? Hata kama asipojua, shughulikia, utamweka huru. Lazaro anataka awe huru. Namba 3, kutengana na jina la utani. Umepewa, unafikiri kama ni jina tu, wewe wananipenda, hawakupendi. Inabidi utenganishe na jina la utani. Bwana asifiwe sana. Kutengana na
mwanafamilia. Namba 4, mwanafamilia. Tukizingatia Kumbukumbu la Torati 5:9 na Kutoka 20:5 hadi 6, kuna watu 31 ambao wapo connected na wewe moja kwa moja. 31, jumla ya watu 31. Tukifika kizazi cha 3 na cha 4, simama kama wewe. We call it family tree, mti wa familia, the family tree. Unakuwa pale juu, baba na mama. Upande wa baba ni ukoo kubwa kule, mama huku na baba yake na mama yake na kila, yani mpaka upate mtu wa 31. Kila kitu wa hawa watu inakuhusu, sawa na neno la Bwana. Bwana asifiwe sana. Kuna binti moja wa huduma yetu huku Ivory Coast. Tunajua Ivory Coast ndio Cote d'Ivoire huko Afrika Magharibi. Huyu binti alipofika umri ya binti amekomaa, kila anapopata mawasiliano na mtu, kifafa inambeba. Alipookoka alimshirikisha mtumishi kwamba kuna hiki kitu ambao ninaogopa mara nyingine. Na waza kwamba labda kaka fulani akisema ananipenda, anataka kunichukua kama mke, yatatokea. Na mtumishi alipojua, kaingia katika huduma ya kuvunja minyororo ya ibilisi wa familia, kwa sababu ni damu yao. Wana haki juu yako katika ulimwengu wa roho. Baba ana haki, mama ana haki, babu ana haki, wote wanakuita nini? Mtoto wao, si ndio jamani? Sasa kuna vitu ambao imepita na kukufikia. Huyu binti ilikuwa bibi yake ambao alisha laani huyu mtoto, na vitu vyote ilivyoenda ni mfungo. Waliingia kwenye mfungo wa siku 3, na siku ya 3 Mungu alimfunulia mtumishi na binti mwenyewe. Waliomba kuvunja ile minyororo ya familia ambao inamuunganisha na bibi yake, na iliisha mpaka leo. Kuna watu wabaya ambao wameamua kwamba uendi mahali popote, na wamenena maneno, na kusoma neno yao ina msingi, inakufunga. Zunguka utaweza mpaka ugundue kwamba kuna agano fulani ambayo imewekwa, inabidi ibomolewe, ikivunjike, unajua uhuru. Bwana asifiwe sana. Familia yako inaweza kuwa familia ya shida, lakini unajua uhuru, kwa sababu Lazaro anaweza kufunguliwa. Namba 5, kutengana na vijiji. Hapo tutamention kwamba kuna vijiji 3 ambayo inabidi ishughulikiwe. Baba amezaliwa wapi? Mama amezaliwa wapi? Na wewe mwenyewe umezaliwa wapi? Umezaliwa mahali kuna sheria fulani ambayo inaambatana na wewe katika ulimwengu wa roho. Ukijua hilo, leta vitu vya kule, unajitenga tu, roho, nafsi na mwili, na ile kijiji. Vitu vyao hayataambatana na maisha yako kamwe. Bwana asifiwe sana. Kujitenga na uchawi. Mungu unaoabudiwa. Hiyo namba 6. Namba 7, kujitenga na waganga wa kienyeji, piga ramli. Jana baba aliuliza kwamba wale walioenda kwa mganga wa kienyeji, sikiliza, alipopanda pale milimani alisema, Bwana vue, kwa sababu mahali unaposimama ni takatifu. Bwana asifiwe sana. Kuenda tu kukanyaga ardhi, wapi mganga wa kienyeji anapofanya kwa kwenye hema yake, tayari umeingia kwenye agano. Lazima ushughulikie,
sio kushughulikia tu jumla. Inabidi uangalie nimeenda wapi, nilienda wapi, kwa sababu kuna maagano ambao umeingia kwa kujua au kutokujua. Bwana asifiwe sana. Unaenda mahali wanasema kwa sababu amekuja inabidi tuue, wanakamata mbuzi, wanamuua mbuzi, damu inatoka. Ujue kama sadaka fulani imefanyika kwa ajili yako na umewekwa kwenye madhabahu fulani, wanaweza kushughulikia maisha yako namna wanavyotaka. Uwe na macho wa kiroho, na vitu vingine unakataa. Kama umeshapita kwenye mikono ya hawa watu, irozeshwe. Alisemaje? Alifanyaje? Uganda nilikuwa na case nikiwa naishi huku Mbarara. Nilikuwa na binti moja wa Uganda ambaye aliniambia, nikilala pastor, muda fulani kifika usiku, kuna mwanga ambayo inakuja paka ndani ya neti, inasimama pale kwenye kona. Inasimama, haifanyi kitu chochote tu, inasimama pale. Asubuhi inapofika saa 11, kabla saa 12, naona kabisa inatoka kwenye ukuta inaenda, na inafanya kama hivi kila mara. Bwana siwe sana. Nilipoanza kuchunguza maisha ya huyu binti, nikagundua vitu vingi ambaye ilibidi kufanya. Mganga huyu kafanya ya kwake. Unaenda kwake, anahakikisha kwamba anakufunga ambao ukitafuta hata kufungua zile vifungo ambao umeingia, lazima milango fulani baki ambao maisha yako itashughulikiwa tu. Ndio maana maisha yako ya nyuma ni muhimu uyajue kama unataka kuwa huru na ubarikiwe katika huduma wa Bwana ambao umepewa. Hakikisha uko huru ili uweze kuweka Lazaro huru. Bwana asifiwe sana. Nilipokea nyingine ambaye alikuja na shida yake pia. Asubuhi inapofika anapata nyama, tutafika pale. Nyama fulani inakuja kabisa, inapita kupitia mlango imefungwa, na anaingia tiger ni nini? Chui. Jana lala kabisa juu yake. Lala. Kichwa pale anakoroma, anaangalia. Inatisha. Hamfanyi kitu chochote. Lakini saikolojia demoralize. Bwana asifiwe sana. Inabidi ushughulikiwe, usaidiwe. Hawa waganga wa kienyeji ambao umeenda, inabidi kutubu, inabidi kuvunja agano mbalimbali ulioingia, ikiwemo agano ya kukanyaga hata madhabahu yao. Bwana asifiwe sana. Kumbuka kila kitu iliyofanyika moja baada nyingine, usiseme itachukua muda. Ni uhai wako. Ni nguo za sanda ambayo inabidi itolewe. Isipotolewa itaendelea kuwa shida kwako. Bwana asifiwe sana. Hakikisha kwamba wanavua, na wamesema msaidie. Maana yake usipoweza, tafuta mtumishi akusaidie. Bwana asifiwe sana. Namba 8. Kutengana na dini nilizotembelea au kwenda mara kwa mara. Dini. Umesikia kiboko cha wachawi na umekimbia pale, hii mambo ya uchawi itakoma, niende kwake, umeenda kukanyaga madhabahu. Umesikia twende tunakanyaga mafuta, umekimbia wakamwaga, unakanyaga mafuta. Maji ya upako upo, unakimbia unakanyaga. Wewe hujui kama shetani ni mjanja. Unapokanyaga unaingia kwenye agano. Kwako sawa tu, nikanyage. Nimechukua, nimebarikiwa, nimefanya hiki. Umebarikiwa. Twende mbele kwa mbele, uangalie yale ambao ipo nyuma ya pazia. Agano ulioingia kukupiga, kuleta hata kansa maishani mwako. Bwana asifiwe sana. Ukisikia watu waliokoka kukataa kwamba watu wetu wasihusishwe na huyo, ujue tu kwamba wana sababu. Mara nyingine bora kutii bila kuelewa. Tii tu. Kondoo na tii, si ndio jamani? Nimefundisha tu tii. Tii kiongozi. Sisemi mafuta ni mbaya, sio mbaya. Ipo ndani ya neno. Lakini kuna watu fulani, naongea habari ya dini zisizokuwa kwenye mipango
zisizoheshimu taratibu ambao Kristo ameweka, au neno la Mungu inavyotufundisha. Bwana asiwe sana. Yapo mengi pale nje, yapo mengi, sio hapa tu, ni kote. Ya kwetu na hekima ni kugundua na kukata miguu yetu na miguu ya watu wetu, ni kuwapa elimu ya kutosha. Bwana asifiwe sana. Mtu fulani atakupa neno ya kutosha, lakini amekataa kufundisha habari ya ubatizo katika maji mengi. Tuende tu kwa sababu tunaenda, atatufundisha hiki, atafundisha kile na nini. Kuna kitu nyuma ya pazia. Uwe makini. Bwana asifiwe sana. Madini ambao tumeenda, ambao hawamtukuze Mungu, hawana kitu chochote cha Mungu, unatakiwa ufanyiwe huduma. Bwana asifiwe sana. Kuna wenzetu ambao tulipokuwa mdogo, maji iliwekwa kwenye kichwa, walisema wamekubatizwa. Ulibatizwa, mpata kipaimara, sijui umefanyiwa nini. Hiyo ni maagano, lazima ushughulikiwe. Kama hujawahi kushughulikiwa, inabidi uende mbele za Bwana, utubu na kuvunja the characteristics or consequences, matokeo ya yale juu yako. Hajaiweka zile vitu bure. Kuna sababu. Wengine wamebatizwa kama hivi na wamekataa batizo nyingine mbele kwa mbele. Atakiri nimempokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wangu, hataki kubatizwa. Fanya yoyote, hataki. Kuna agano fulani alipoingia. Bwana asifiwe sana. Huduma wa Lazaro lazima ifanyike kwa wale walioende kwenye dini ambaye hamtukuzi Mungu. Bwana asifiwe sana. Mahali popote ambao umeenda, chukua serious sana, uandike haya yote, ishughulikiwe. Sisi kama Chalinze labda hatuna vitu kama hicho, lakini Dar es Salaam pale nimeona, na wapi nilipotoka nimeona, nikiwa Uganda Kampala nimeona. Bwana asifiwe sana. Wapo umeleta yale ambao inafaa, isiyofaa imeletwa. Magugu, they are growing together. Inabidi kuwa na hekima. Bwana asifiwe sana. Kama ushapitia, hakikisha kwamba unafanya kazi ya kuvunja maagano yote ambao umeingia bila kujua. Bwana asifiwe sana. 9, kutengana mikono zilizowekwa juu yako. Kwa sababu kuna wengine ambao wamewekwa mkono bila kwenda hata kwenye kanisa haya. Umekuta mtu tu kwenye nyumba ya ndugu yako, wanakuambia kwamba huyu ndio yule mzee wa upako, na anakuweka mkono. Hiyo ni maagano. Lazima uivunje agano ambao umeingia kwa kumruhusu kukugusa. Bwana asifiwe sana. Hizi ni vitu muhimu. Ukifanyia ukazi, utajikuta wengine wanaweka mkono, alafu kitu sio mkono iliyowekwa juu yako, ni nyoka iliyokugusa na amekuingiza katika ulimwengu fulani. Unajikuta tu kwamba unaota vitu vinafanyika, biashara yako haendi kama inavyotakiwa, kwa sababu umemwacha mtu mtaalamu kukugusa. Mara nyingi watu ambao hawajakomaa na hawajui, kwa sababu kama umesimama wewe mwenyewe unajua, sio mtu yoyote ambaye anaweka pale juu yako, mikono juu yako. Bwana asifiwe sana. Namba 10, kutengana na washirika wa kimapenzi. Jinsia sawa, jinsia tofauti. Hapo tutaongea habari ya roho za kingono wa usiku. Yako mbili, aina mbili. Incubus na succubus ni maroho zote wanaohusisha ya kuzohofu fikra zako. Unajikuta uko kwenye kitu ambaye inakuja tu usiku. Na watu wengi, hata ndani ya familia ya watu waliokoka, unashambuliwa. Natafuta nitokeje
kwenye hii jambo. Tunaomba, lakini kilala bado napata vitu. Hii huduma, acha niwaambie, sijaikamilisha. Nitaendelea kufanya kazi mpaka Bwana atakavyonichukua. Ni huduma wa kila mmoja wetu kufanya kazi mpaka Bwana atakavyotuchukua. Kuna mstari wa Biblia ambao nataka tusome. Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 23 hadi 25. Kazi ya matengenezo inayofanyika na Bwana inaendelea, ni yenye uendelevu. Naomba tusomee. Thesalonike wa kwanza 5 kuanzia 23. Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 kuanzia mstari wa 25. 23. Mungu wa amani mwenyewe awatakase kabisa. Nanyi nafsi zenu na roho zenu na miili yenu muhifadhiwe muwe kamili, bila lawama, wakati wa kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye ni mwaminifu ambaye awaita naye atafanya. He is faithful and he will do what he said. Yeye ni mwaminifu na atafanya aliposema. Amesemaje? Nitatakasa roho zenu, nitatakasa nafsi, nitatakasa mwili. Ipo kwenye process. Mtu aliyokoka yupo kwenye process. Hatujakamilika. Bwana asifiwe sana. Ndio maana kitu chochote cha Lazaro ndani mwako uifanyie kazi. Nimelala, nimeota, vitu kama hivi. Sio kama nimezini, nimefanya yale, sio. Rudi uyafanyie kazi. Chunguza. Inaanza wapi? Chimbuko ya ibilisi kukushambulia kwa namna hii ni wapi? Nitakwambia ni hawa mahusiano pamoja na jinsia tofauti au jinsia sawa na wewe au na nyama. Kuna wengine Biblia inasema wawe anapofanya ngono na nyama. Ni agano fulani ambayo inaleta paka umauti. Maana narudi kwenye maisha yangu, narudi kufanya kazi, kushughulikia wale ambao nimekuwa nao bila ndoa. Bwana asifiwe sana. Nafikiri ni jambo mpya kidogo kwenu, lakini tunafanya kwa sababu ilifanyika kwa Lazaro awe huru, na Lazaro lazima awe huru. Ukijikuta baada ya miaka 10 bado unashughulikiwa, unasumbuliwa, usiamke na kupiga kelele, kukimbia kwa mchungaji au kufanya. Ujue tu kwamba bado kuna milango fulani ambayo imetumika kunifikia. Nifanyaje? Nishughulikie. Najua chanzo chake. Biblia inasema mtu akiwa pamoja na mkahaba wamekuwa nini? Ulimwengu wa roho wanakuwa mmoja vile vile, na unasonga mbele. Ile mwili moja tumesahau, chukua nyingine umesahau. Kuna kijana wangu mmoja ambao yupo kanisani kule kwetu, ambao nilimchukua, kaniambia kama sijui nianze wapi pastor, sijui nianze wapi. Na nikamwambia kwamba kuna mahala ambao lazima tuanze. Kaniambia kwangu iko kubwa. Nikamwambia basi tutatumia herufi A1, A2, tuende tu kama hivi. Mambo ni kwamba upate uhuru. Bwana asifiwe sana. Hawa jamaa wanapokuja kushughulikia maisha yako, unapata tatizo, taabu ndani ya ndoa. Ndoa nyingine zinaachana kwa sababu kuna mtu ambaye anashughulikia kwenye ulimwengu wa roho. Ukishughulikia, Lazaro atakuwa huru. Bwana asifiwe sana. Maana yake nenda, unafanyaje? Kwa sababu dhambi ilitendeka, kwanza ni kufanyaje? Kutubu, si ndio? Na itambua, naenda mbele za Bwana kuomba rehema. Bwana Baba, natambua hiki kitu ambao nilifanya, naomba nisamee. Agano ya ndoa ambao niliingia na kana. Kila roho zinavyonifuata kwa sababu niliyotenda, navunja juu yangu. Uwe huru na kizazi chako uwe huru na tendo ulichofanya. Kama hivi simple, moja baada nyingine utajikuta imeisha ile tatizo. Ni tatizo ambayo inasumbua watu.
Ndivyo nilivyofanya kwenye maisha ya yule binti alivyokuja kwangu. Bwana asifiwe sana. Kesi nyingi ya namna hiyo ipo ambao tulishughulikia. Namba 11, kutengana na masharti, ishara ya mizimu. Zimekuja na zinatubana, zimekuja kupitia ndugu, zimekuja kupitia wale ambao wako kwenye familia, na nipo humo kwa sababu mimi ni sehemu wa familia. Mimi ni sehemu tuliokuwemo kuabudu mizimu ile. Inabidi ufanyaje? Inabidi kutubu, inabidi kukana agano ambao uliingia kupitia mzazi au kupitia wewe mwenyewe kwa kujua au kutokujua. Nilikuwa sijui, sawa, ulikuwa ujui, fanya kazi, upo humo, upo ndani. Namba 12, kutengana na mila na utamaduni. Vitendo vya ishara za angani, nyota, jua. Watu ambao wanasema saini yangu ya kwangu ni ipi? Sio yetu sisi tuliokoka. Lazaro akombolewe. Ufanye kazi juu ya hilo. Utamaduni ambao nimejihusisha na familia yetu imejihusisha ni ipi? Irozeshwe, alafu fanya kazi. Umesikia mama kusema 40 sipo, usinihesabu. Sijui kijijini kwenu kuna wengine ambao hawajui. Ndio maana hii kazi ni kazi ya kwenda kwa undani na watu wataalamu au wazazi wanaojua utamaduni yenu. Kuna nini ambayo inafanyika pale? Inakuhusu. Unataka kumtumikia Mungu katika uhuru, ifanyie kazi. Unaweza kuwa na neema kwamba wazazi wamekuwa kama sisi ambao tumeokoka na tumeanza kushughulikia vitu, na unadhaliwa. Una mtu mwema pale ndani ambao uwema imekwepo, lakini bado wokovu inakuja sasa na zile vitu bado ipo na watu wanateseka. Bwana anakutegemea kufungua Lazaro, uwe huru na usaidie wengine. Twende tu kijijini na tunakimbia. Njoo tu siku ambayo tutakuwa natoa sadaka, wewe utakuwa unakunywa soda zako, tutakunywa pombe. Usiende. Bwana asifiwe sana. Usijihusishe na hizi vitu vya ulimwengu. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 mstari wa 15, mtu akipenda ulimwengu, upendo wa Baba hayumo ndani mwake. Kama unapenda Mungu, shika anavyotaka. Kimbia na yale ambayo inakusaidia. Kimbia na kazi ambayo inakusaidia. Achana na vitu vingine. Bwana asifiwe sana. Mwambie siwezi. Nilikuwa nafanya lakini sifanyi. Mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, si ndio? Umekuwa mapya. Lakini Bwana Yesu anakuja kukuonyesha kwamba Lazaro yupo hapa na uhai, lakini kuna vitu ya kushughulikia. Usikaa tu pale kama hivi. Alama fulani zinaweza kuja kukuonyesha, fanya kazi ya kuweka Lazaro huru. Kama amna alama na unasonga mbele, mambo nzuri tu, usisumbuke. Lakini ukiona kitu, fanya. Sisi watumishi, si umati wako mbele yetu, watakuja. Anapokuja, shughulikia yale ambayo ipo mbele yako. Hospitali ipo kwa ajili ya wagonjwa, si ndio jamani? Manasa, madaktari wapo pale ili kazi ifanyike. Anapokuja mtu mwenye kichwa, shughulikia kichwa chake. Mwenye miguu, shughulikia. Ndio Mungu alichotuweka tufanye. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu amefanya, lakini hapa anatuelekeza kumfungua mtu. Ni kazi ile aliyesimama huku Nazareth na kuwaambia kwa watu kwamba nimekuja ili wawe huru. Ni namba 13, utengano na taasisi.
taasisi mbalimbali kuna vitu vyao ambao wameweka. Sawa jamani? Hatupo kanisani. Na binti yetu moja, unamjua Bishop Rena, yule ambao alikuwa anafanya kazi kwa Wahindi. Na Muhindi alikuwa na mambo yao, vitu vyao ambayo imewekwa pale. Si ndani anaingia pale anafanya kazi, wamemwambia atakiwi kufuta damu. Damu ikiwepo pale, acheni acha ile damu. Na vitu vya kutishatisha ambao wamefunga wameweka pale kwenye kona. Yuko pale ndani. Wanatoka, anaingia, usiombe pale, usifanye vitu, wasikuona kufanya jambo kama hivi hapo ndani. Ni agano iliyoko ndani ya taasisi sana. Watu wanaomba, anapoingia pale kama ajui Yesu, anampigia kijini, njoo haraka, njoo funga ile ofisi. Na watu wanatoka pale na vitu vyao ya ajabu, anakuja kuchoma vitu ndani ya ofisi, anavyoondoka afanye kitu chochote kuondoa alichoweka. Sawa jamani? Ndani ya ofisi kuna mambo fulani ambayo ipo pale. Na wewe unaingia tu pale. Lazima ujitenge na vitu ambao umepata kutoka taasisi ambao umepitia. Namba 14, kutengana na maneno ya laana ambao watu wamenena juu yako, wamenena juu ya familia, ambayo umenena juu yako wewe mwenyewe. Wamesema utaona jua, ivunje kwa jina la Yesu. Nashukuru Mungu, kazi nyingi ambao tunaoongea hapa zinafanyika hapo ENCC. Bishop anaifahamu vitu vingi hapo na anaishughulikia kwa ukina. Bwana asifiwe sana. Vunja hizo yote. Usiache. Usisema hainihusu. Mimi nimeokoka, wapate kuona wokovu ili waje. Shughulikia maisha yako, alafu wasaidie. Omba kwa ajili yao. Alisema Bwana anaweza kuamua kwamba isiwe na maji hapa Chalinze. Maji imekatwa yote, serikali imeondoa maji. Alafu wewe unasimama pale kwamba nimeokoka mimi. Mimi ni wa Gosheni. Mimi ni tofauti. Bwana unipe maji, niwe na maji. Wengine hawakujui. Waache, lakini nikumbuke mimi mtumishi wako. Alafu Bwana atakataa kutuma maji kwako. Utaomba, utafunga, utapata maji. Kwa sababu wewe ni mchoyo. Na Bwana hataki ubaki na tabia hiyo. Bwana anataka ushughulikie jamii lote. Bwana anataka ushughulikie Chalinze. Usimame kwenye nafasi kuomba kwa ajili ya wokovu wa Chalinze, kutubu dhambi za Chalinze, ili ageuke, atoke kwenye position yake na aachilie mvua za baraka kuja katika Chalinze. Maana ukianza kushughulikia jambo na unaona haiondoki familiani, wewe anza kushughulikia familia. Nenda jifunza kwa Daniel sura ya 9. Anza kujifunza vitu alipofanya. Alafu urudi kuanza kubeba, moyo wako ikue, uanze kubeba jamii lote, kabila lote, familia yote, ukoo wote, ishughulikie mbele zake. Bwana asifiwe sana. Bwana ata namba 15. Kutengana na roho ya mauti zinazoonekana katika ndoto. Nimeota walikata kichwa changu. Nimeota nimezikwa. Niliota hiki na kile. Mauti. Na iko sawa. Bwana anataka kazi ifanyike. Ifanye kazi. Kutengana na mume na mke wa kiroho wa usiku. Kule juu tumeongea habari ya kutengana na Hawa walio sababisha
Ndio ile ujifunze kutenganisha. Waliosababisha ni hawa ambao tulikuwa kwenye mahusiano pamoja nao. Ilifungua, iliweka milango wazi. Tusipoishughulikia mbele kwa mbele, tutaendelea kwa sababu pale nyuma ulipata. Mwalimu wetu alisema mwanaume anaanza kupata ndoto za wet, how do you call wet? Za maji. Ndoto za maji. Walisema kitu kama hicho. Yes, mwanaume. Halafu wao ni kawaida. Sio kawaida. Ni jambo very deep ya kiroho. Ni tatizo. Ni magonjwa ambayo inabidi ishughulikiwe. Bwana asifiwe sana. Inabidi isiwepo maishani. Najua kwamba tunapopata kitu kama hicho tunasikia vibaya. Unasikia vibaya, lakini huwezi kumwambia mtu. Jibu ipo katika kushughulikia kutengana na nini? Hawa wa jinsia tofauti ambao umekuwa nao. Hata mume ambao umefunga ndoa naye, kama umekaa naye kabla kubariki ndoa yako, ishughulikie. Ni dhambi. Bwana asifiwe sana. Na nimekwambia aishi. Hii zoezi ni uendelevu. Biblia inasema Baba Mungu ni mwaminifu, aliyesema atatakasa roho, nafsi yetu, mwili yetu tuwe kamili. Hatupo kamili. Hatupo mbinguni hapa. Sisi wote tuna hii nyama. Kristo alisema hii kikombe ingewezekana iondolewe mbele yangu. Baba alisema utakunywa tu. Kuna udhaifu ambao ipo, kuna vitu ambao ipo ambao inabidi tuendelee kushughulikia. Kupata kitu kama hicho sio kusema umetenda dhambi. Sio kusema sio mchungaji. Ni upendo ambao inakuja kwako ushughulikie maisha ya kale, vitu vya nyuma. Ushughulikie na Lazaro inaokuhusu. Bwana asifiwe sana. Ni kazi nzuri mno. Tunaweza kuomba, tutaomba jumla hapo, tutaomba wote. Lakini inabidi kufanyaje? Inabidi uende kushughulikia wewe mwenyewe. Ukiona kwamba siwezi kujifungia mwenyewe, fanya appointment na Pastor Tito. Njoo ofisini. Njoo mahali ambao unakuwa wawili. Ishughulikie maisha yako. Muonyeshe. Ukienda kwa dokta anakuambia unasema inaumwa hapa. Anakuambia onesha nione, unaanza kumwambia onyesha, andika zile listi, andika. Hata hapa kanisani nishatembea na hiki. Hawa watu wa kwaya mara nyingi kama hivi kuna mishow pale. Mara nyingi nimepata case. Unaweka pale kama hapo huyu. Na anaomba kwa pamoja na nini? Na mtumishi mwenye hekima sio kupiga tarumbeta. Nina maisha ya watu wengi ambao wamepita mbele yangu. Lakini sio kupiga tarumbeta kama amefanya atafanya. Bwana ametuweka pale na tuna dhamana kwa sababu tunashika vitu vingi. Unamsaidia ili atoke kwenye shimo ambao ameingia. Na anakuja pale dokta ambaye atatoka kukuambia amefanya kama amefanya, nenda mshtaki mahakamani. Wanaondoa huyo dokta. Hafanyi kazi tena. Anaona pale inaisha, anakutibu. Ndivyo inavyotakiwa kwetu pia watumishi. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu ni maisha yake ambayo anafungua kwako. Ni maisha ya familia yake mbele yako. Atakwambia nimeiba. Kuna mwanangu ambaye alikuja kwangu, kaniambia nimeua sana. Basta nimeua sana, nimeua watu wengi. Nikamwambia umeua watu wengi? Ikanigusa kwanza, nikasema ngoja nikaa vizuri nisikie hii habari ya kuua watu wengi sana. Umeua nani? Kaniambia lakini nilikuwa vitani. Wanajeshi. Kwetu tuna magendarme, mafankofumbo, watu wa Faransa. Sasa nikamwambia uliua kama Daudi alivyoua. Bwana asifiwe sana. Maana yake roho za incubus na succubus shughulikia. Siku yoyote ambayo inakuja kwako sio kwa sababu umezini tena wala nini. Nenda tu mbele za Bwana kwa unyenyekevu inavyotakiwa. Muombe Baba nionyeshe. Akuonyeshe wapi bado hujaweka vitu kama inavyotakiwa. Atakuonyesha na ushughulikie kama inavyotakiwa. Bwana asifiwe sana. Kina Lazaro hawatakiwi kuwa na aibu. Lazaro wetu ndani ya Biblia si alikufa? Si alikufa jamani?
Lazaro alikuwa ameshasaulika, ishaoisha. Martha anasema hapo kama hivi, jamani ananuka. Huyu tayari ya kwake. Maria analia, mpaka Yesu analia. Yesu anawauliza kwamba nini, umwamini? Wanasema tunajua kwamba kutakuwa na nini, ufufuo. Bwana Yesu anawaambia kwamba amelala, twende tumlete, tumrudishe. Na akaenda kuomba na kumrudisha Lazaro. Bwana asifiwe sana. Lazaro anapokuja anafurahi. Lazaro ana uhai ndani mwake. Lazaro inabidi ashughulikiwe ili awe huru. Ujumbe wa Lazaro ni muhimu uyashike, ili watu wote wenye upungufu karibu na wewe wawe huru. Bwana asifiwe sana. Hakuna jambo la kuwa na aibu. Work has to be done. Umeomba na uoni matokeo, ongeza fungo. Funga, chukua siku 3 kavu. Unafunga na unaomba juu ya ile kitu. Vitu vingi tunabeba ndani ya moyo. Tupo kama Lazaro, na tusiposhughulikia zile vitu zinaendelea kubaki na inatusumbua. Bwana asifiwe sana. Unateseka wewe na mwenzako ndani ya ndoa. Kuna jambo fulani, funguka kwake. Mwelezea vitu ambao inaenda. Ukiona kwamba sio ile closeness, kumwambia, labda ataona, nenda kwa pasta, ushughulikie naye. Mwisho wa siku utapona ndoa yenu. Bwana asifiwe sana. Bwana anataka wewe mwenyewe ufanye kazi. Si Paulo anasema tengeneza, he said work out your salvation with fear and trembling. Tengeneza wokovu wako kwa hofu na kutetemeka. Una kazi ya sisi kufanya, sio kazi ya Roho Mtakatifu. Kazi ambayo lazima ufanye. Usipofanya inabaki pale pale. DNA ambayo imekorofishwa isiporekebishwa inabaki pale pale. Matokeo inakuwa yale yale mpaka urekebishe. Bwana asifiwe sana. Hawa jamaa wamepata, ambao Bishop alifundisha, wamepata hekima ya kuambatana na watu fulani ili wapelekwa mahali salama. Usipofanya jambo fulani utaendelea tu kwa kama, utaendelea kufa, utaendelea kuteseka, utaendelea kuwa na results ambao sio ya kwako. Results chini sana ambao haikufanani. Bwana amesema mambo makubwa kwako, lakini uoni haya matokeo kwa sababu kuna vitu fulani ya kushughulikia na hujashughulikia. Na kanisa ipo kama wanaingia kwa milango nyingine, wanatoka kwa milango nyingine. Anaingia leo, anatoka kule, kwa sababu amekuja na hajakuta mama au baba aliyekomaa kumshughulikia kama ipasavyo, kumkumbatia na kumsaidia ili atoke kwenye dhambi zake. Dokta anapenda magonjwa. Uongo kweli? Anajua nina kazi, nitamsaidia huyu mtu ili atoke kwenye hali wa ugonjwa. Ndio kazi iliyompeleka pale hospitali. Kama hana wagonjwa anafanya nini pale? Wewe mchungaji wa nini? Unachunga nini kama sio kuchunga kondoo wa Bwana? Kama wamekamilika wote ni mbinguni, sio hapa. Tuko nao ili tufanye kazi ambayo Bwana ametupa. Na Bwana anatupa viongozi, anatupa baba anaojua, anaoelewa, ili atusaidie tupate kufanyaje? Tusimame, tutembee, tupaa kama tai, tupate mafanikio. Bila hiyo, we are not pastors. Ujue kondoo wako. Ezekiel 34 inaongea habari ya aina mbalimbali walioko ndani ya kanisa. Sio wale tu wanono ambao watakuletea Galatia 6:6. Wale ambao wanakuthamini, wanaona kazi yako nzuri na watasimama pamoja na wewe kila mara. Kuna wale wengine ambao wanashinda, sio kwa sababu wanapenda. Nimewaambia katika Warumi 8:7 kwamba hii aina ni aina ambayo anajikuta anapambana lakini hapati ufunguzi. Amefanya vyote, ajui namna ya kufanya tena. Na iko inairudia. Kazi inabidi ifanyike. Bwana asifiwe sana. Namba 17, si ndio? Kutengana na watu wenye ushawishi mbaya. Kuna watu wenye ushawishi mbaya maisha yako. Wale watu ambao akiwa karibu na wewe unabadilika. Kwa sababu unajua huyu mtu
atanisema, anachukia, anafanya hiki na kile ndani kwangu. Lazima ujitenge nao. Chukua jina lake. Najitenga roho yangu, nafsi yangu na mwili wangu na huyu mtu. Kujitenga na wanyama wanaokutisha katika ndotoni, ndoto au kihalisia. Kihalisia unaweza kuona nyama anakutisha. Unaona life na anakuja kwako. Inabidi ujitenga nao. Namba 18 naofuata, kujitenga na vyakula, vinywaji vyote vinavyotumika ndotoni au kihalisia ambao imekudhoofu. It has caused pain to you. Mara nyingi kwenye ndoto you are eating. Ni uchawi ambao inaanza. Mara unakunywa damu. Kawaida lakini sio kawaida. Kuna vitu vingi nyuma. Kujitenga na kitu chochote kilichookotwa ndotoni au halisia. Kihalisia. Kuna watu baharini pale wameokota vitu. Umeokota paka pesa, nyingine ameokota pesa. Tulipotoka kuzika kaka yake Bishop, nilirudi na nilienda kwenye huduma katika nyumba ya binti yangu moja. Na akasema hawaelewi. Pesa inapita tu, hawaelewi nyumbani kwao. Yeye na mume walikuwepo. Na akasema ngoja niseme kitu. Na akatoa kwamba nilikuta pesa fulani siku moja hapa. Na kweli natubu kwa sababu nilitumia. Nilipeleka nikaweka kwenye mchezo. Nilijua kama imeenda kwenye mchezo. Nikamwambia hapo umeingia kwenye agano. Wanakuletea pesa. Unagundua pesa ambayo hujaweka, umekuta pale ndani ya nyumba. Wewe mwenyewe hujaweka. Mume wako hajaleta, weka pale, mtu yote aweka, unachukua unaenda kutumia, alafu unaanza kuona kila kitu. Mara ameamka anakuta damu nyumbani, ni kama mtu ameumia, damu imemwaka damu ndani ya nyumba. Kasafisha tu. Siku nyingine kametoka na jirani wa karibu kakuta damu imewekwa kwenye besini ya kuoga mtoto, imejaa damu, ipo kama nusu damu tu, wakatupa. Namwambie hizi vitu vyote ni alama kwamba kuna jambo fulani ya kushughulikia. Bwana asifiwe sana. Alipoanza kunihadisia ile historia tu kama hivi, nilianza kumgeukia Bwana na kumuuliza tunafanyaje hapa? Pesa imeenda kwa jina lake, imeandikishwa na hawa watu washafunga mkataba, ishafungwa. Agano ipo na yupo ndani ya shimo. Tunamtoaje? Ndio nikakumbuka kwamba hiyo pesa inabidi ifanyaje? Irudishwe. Sasa iwe mikononi mwa Bwana. Iwe hela ya damu. Watakavyogeuka kutafuta ile yao, waone. Tutaomba na tuliomba. Na namwambia inabidi mweke hazina. Rudisha hiyo pesa. Sio mingi lakini rudisha hiyo. Na tuliomba. Watakapoangalia ile hela yao ya damu, wakute damu ya Yesu. Na hamna mtu anaweza kucheza na damu ya Yesu. Ndio anapata ukombozi. Bwana sifiwe. Vitu ambao umeokota inabidi ishughulikiwe. Binti moja aliokota pesa baharini. Na maroho walimvamia. Walituambia tuliingia kupitia mtego tulioweka pale. Sio kila kitu cha kuokota. Not everything. Umeona pesa unasikia kama imetupa ya kwangu 10,000 imeanguka tu hapo ya kwangu. Mungu amenibariki. Mungu abariki kama hivi. Pesa imerushwa ndani ya simu yako. Na unasema baraka za Bwana. Kuna mwizi fulani, namuita mwizi, japo kwa anajiita mchungaji. Anahubiri, anamwambia watu kwamba ukiona ishaingia, nenda toa haraka. Bwana ametoa, ni baraka za Bwana, toa kabla mtu kuanza kusema hiki na kile. Hii wizi sio wizi. Ni mwizi, namuita yule mwizi. Uende utoa haraka kwa nini? Kama mtu alikuwa anatuma hela kununua dawa ili kuokoa maisha ya mtu, na umechukua haraka na unashangilia Bwana umenibariki, na mtu anakufa kule, damu yake juu yako, na yule mwizi aliyekuhubiria injili ya mpumbavu. Bwana asifiwe sana.
Usiokote vitu na kutumia. Na hawa jamaa mwisho wa mwaka inapofika wanaweka mitego yao hapa na pale. Mwambie watoto wetu wawe makini. Usiokote na kusema unatumia. Usiokote pale na unasema Bwana amenibariki. Ni mtego. Ajalishi kiwango cha pesa ambao umeokota. Sheria inataka nini? Sheria inataka nini? Peleke kwa mjumbe. Unawaza kupeleka kwa kanisani, peleke kwa kanisani. Iwe imefunikwa na damu ya Yesu. Isiwe mikononi mwako. Utaweza kupigana kwa sababu ni hela ya agano. Unafanya Bwana na hawezi, Roho Mtakatifu hawezi kukusaidia. Na unapigwa. Tunaona tu unateseka. Unateseka. Unapotea nguvu. Kanisani tunaona huyu ambaye alikuwa anakimbia ili vitu vifanyike, sasa hivi hana nguvu. Mwisho hela inaisha. Na unaaibu kuja kusema ndivyo nilivyofanya. Lazaro afunguliwe, awe huru. Bwana asifiwe sana. Cha mwisho, kitu chochote kilichopotea. Kuna vitu ambao zinapotea na kwako unafikiri sawa. Zile vitu ambavyo vimepotea zinaenda kukuwakilisha kwenye madhabahu yao ili waendelee kukushughulikia. Nini imepotea ambaye umegundua sioni hii kitu changu? Wewe andika, ujitenge nalo. Bwana asifiwe sana. Ukijitenga hawataweza kukufikia. Ukigundua na Bwana anakuonyesha, kwa sababu Roho Mtakatifu yupo, atakufunulia zile vitu. Kipenda nenda kaa na vitu ambao umepokea. Naombe Bwana niko wapi? Point baada point. Ifanyie kazi. Kuta mahali Bwana akufungue, ulipotea hiki, ulipotea kile. Ifanyie kazi, utaona mabadiliko katika maisha yako. Bwana asifiwe sana. Dhambi inazuia, na haya vitu vyote inazuia utukufu wa Mungu kutufikia. Tusipoishughulikia tumepungukiwa na kitu. Kanisa imepungukiwa na kitu kwa sababu kuna mtu ambaye anahitajika. Kama kanisa imekuwa na Lazaro na watu wote wako pale, hawawezi kutembea, hawawezi kunyosha mkono kumsaidia mchungaji. Mchungaji yupo yeye mwenyewe. Haleluya, amina, yeye mwenyewe. Kila kitu ni yeye. Pesa kutoka, sio hawezi kufanya kazi. Wewe tu unabeba majukumu yote wa kanisa. Unakuwa mwanzo na mwisho wa kila kitu. Wapo pale, inabidi uwashughulikie. Bwana asifiwe sana. Bwana akusaidia upate kuelewa. Bwana asaidie sisi walezi tupate kusaidia hawa watu wamekuja kliniki ya Bwana, wapate kushughulikiwa ili kila mmoja awe na raha, afunguliwe, afanye kazi ya Bwana kama Bwana anavyotaka. Anapokuwa huru, atakuwa na sababu ya kurudi kanisani. Atakuwa na sababu kumuita yule mtu ambaye amesikia ile kitu kama hivi. Njoo. Na nakuleta. Papu unamhudumia, anaenda kuleta wengine. Ndivyo inavyotakiwa. Bwana asifiwe sana. Mtu wa namna hii ni mtu wa tamani, tusiwaweke pembeni. Tuhakikishe kwamba tunasimama bega kwa bega pamoja nao mpaka wanafunguliwa. Bwana asifiwe sana. Tuwasaidie. Paulo kwa kanisa la Korinto anasema kuna mtu ambaye amekutwa kwenye dhambi. Usimcheke. Usicheke. Usiende kufanya jambo la kupiga tarumbeta pale kanisani watu wajue kwamba yule mtu yupo kama hivi. Anasema ukisoma, anasema kwa nenda gentle, be gentle. Be gentle. Gentle si upole. Upole. Tumia upole. Nenda pale kwake wewe naye, kwa sababu Bwana amefungua macho yako uone ile kitu. Usiseme ni mchungaji aoni hii na hii. Hata mchungaji, nenda kwa unyenyekevu. Nenda kwa unyenyekevu. Omba kwanza upewe kibali. Unaweza kuwa kama ndugu yetu aliyeleta laana juu yetu sisi wa Afrika, Ham. Lakini nenda kwa unyenyekevu. Jue nani yuko mbele yako. Heshimu yule. Amesema kwa upole. Na umwambie ile kitu. Nimegundua hiki kitu. Na nimegundua hata kwenye mkesha sikuoni. Nimegundua umebadilika. Sioni watoto wako wa kiroho. Kumbuka huyu uliyemleta. Kwa sasa sioni mtu yoyote. Na juzi Bwana alinionyesha hii kitu ambao ulifanya.
ulikuwa unaiba. Kama umeomba vizuri, yule mtu anaweza kupiga magoti mbele yako na kumwambia nisamee, ni kweli, wapi nilipo kule bandarini tuna kitu fulani ambao tunafanya, serikali hajui na ni wizi. Kama Bwana amekuonyesha, na tubu. Sio umemwokoa kwa upole, mnyenyekevu inavyotakiwa, na huyu mtu atasimama. Lakini ukienda pale kumwambia kama hivi nimegundua hapo, kabla kufika hapo nini, umeenda umepita, unafanya mawasiliano namna unavyotembea, bado hajatangaza uchumba na namna unavyoishi, kutembeana mpaka kuingia, unaenda kwake ni kwenda kwamba tunaenda kumjenga kiroho, unjenga na mwanamke mwanaume, unajenga nini? Watu wa dunia wanasemaje wakiona umekuja kumtembelea mpendwa, amefungua milango, umeingia ndani, halafu upepo imesukuma mlango yenyewe imefungwa pale? Si wanasema ya inafanyika. Pendwa anapokuona hujafanya kitu, lakini ameona mara ya kwanza, jirani wamesema kwake, angalia anapofanya yule, kuna yule mtu na unagundua wako wanapendana, lakini hamna kitu chochote, pasa hajatangaza uchumba wala kitu chochote, lakini tayari wanaenda. Dhambi ipo katika matengenezo. Wasipoambiwa haraka ili akimbie, dawa ni kukimbia. Yusufu alikimbia, anasema siwezi jambo kama hili, ni hatari mno. Ukitenda inakuweka chini, kusimama ni ngumu mno. Acha nikwambie, akikwambia na unasema hamna, unachungulia vitu ya watu wengi sana, unaongea vitu ambao sio, naona ni wivu tu, una wivu tu yangu na nini. Akikataa, process ifuate mkono wake. Nenda tafuta mtu mwingine, nisiingie kwenye mafundisho, labda vitu vingi, fuata paka ngazi ya mchungaji na kanisa. Na kama tunaona elewi, basi ufanyaje? Tumtreat kama mtu wa mataifa, si ndio? Kwa sababu tumeona kwamba yule sio yule ambaye inabidi tumshughulikie maisha yake. Hamna uzima ndani mwake, hamna, sio Lazaro. Lakini kugundua kwamba bado anatambua kwamba kuna jambo fulani, ana upungufu fulani, mchungaji achukue case file mikononi mwake, kumsogelea na kujenga urafiki na kuanza kumshughulikia maisha yake. Utajikuta kwamba unapomaliza kazi yako utapata mtu ambaye amepona. Bwana asifiwe sana. Ni pana sana bwana, muda hatuna. Tungeenda kwenye mfano mbalimbali, vitu vingi. Watu wamechora vitu mwilini. Biblia imekataza. Anasema nimempenda Yesu sana, nimechora Yesu mwilini mwangu. Nimekatazwa. Nimempenda mtu wangu sana, nikachora jina lake. Kuna mmoja alichora jina, tulikuwa kwenye process ya ukombozi. Sisi tulisema hapo kama hivi hatujui tunaendeleaje bisho. Wapi alipochora jina la mtu anaopenda, sehemu ya siri, mwanamke. Tukasema hapo kama hii natuzidi. Tumemwacha mkononi wa mama moja bwana, nenda naye, sisi tutaomba. Bwana asifiwe sana. Tuwe makini. Kweli ni wachungaji, lakini tuwe makini kwenye huduma kama hiyo. Je, uko kwenye class of kingdoms? Ni vita. Na ukichukua nyepesi, wewe mwenyewe unaingia ndani. Ni maroho. Bwana asifiwe sana. Tukiwa makini tunashinda. Lazaro atakuwa huru kwa sababu Bwana ametaka awe huru. Kwa sababu Yesu yuko ndani mwetu, tutafanikiwa katika kazi na jukumu aliyetupa. Tusimame kwa miguu yetu. Bwana asifiwe sana. Tutaimba namba 26, nimalize na 26 ili nitoke. Yesu unipenda, kwa mkono kimbilia, ni wewe, ni wewe utoshaye movu akinijia, fiche ubavuni mwako, maisha yangu nifikishe mbinguni.
vyote napata kwani wapo muhitaji utani chadhi vyako nao angukao wanyonge wape nguvu poza waunguao uongoze vipofu Bwana umeniosha moyo kwa damu yako neema ya kutosha yapatikana kwako Bwana, kwako Bwana naona kisima cha uzima mwangu moyoni Bwana bubujika daima. Tumwambie Bwana, tunataka hekima inavyotakiwa kufungua Lazaro ili aende zake. Pengine ni mimi, pengine ni wale ulionipa. Nipe hekima, nipe nguvu, nipe silaha zote inavyohitajika ili nifanye kazi na watu wako wawe huru. Tuombe pamoja. Baba, kwa upendo wako umetuita kumweka huru Lazaro. Asante kwa pointi hii ambao ni muhimu sana. Kanisa lako litakase, kanisa likaa katika njia inavyotakiwa. Baba, ninaomba utupe kuwa na hekima na vyote silaha vyote inavyotakiwa ili kufanya kazi ya ufunguzi, kufungua Lazaro, kufungua wale waliofungwa. Baba, umewatuma kwetu kwa sababu tunao uwezo. Umewaachia kuja kwetu kwa sababu unajua tunaweza. Yesu alifanya kwa wale waliokuja kwake, na ametuweka kuwa Baba kiongozi kwa hawa ambao umetuma kwetu. Moja asipotee, umesema tupe Baba kuwapenda, tupe kuweka kila nguvu, kila kitu chetu kuhakikisha kwamba tunatafuta ufunguzi pamoja nao wanapoteseka. Baba, sema nasi, sema na mimi, sema na ndugu yangu, sema na viongozi yule, sema na kila mmoja wetu, tupate kugundua shida ambao wanapitia. Baba, shida wanazopitia kwa kimya, yale ambayo inabaki ndani ya moyo, siku ya leo ikome ndani ya moyo ya watu wako, kwa sababu tumegundua kuna dawa. Tupe kufanya kazi, tupe kufanya kazi kama utakapotuelekeza. Tupe kufanya kazi ili kila mmoja awe huru na tupate kukutumikia na viungo vyetu vyote na kufanya mafanikio kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Ni katika jina la uweza la Yesu Kristo. Amen. Mungu atubariki.